Njoo nikupakize. Njoo upande gari twende Ubungo. Twende tukanunue nyama. Huyu asiniletee kicha wake wa kuigiza nyumbani kwangu. Yaani anataka kunifanya mimi kama sina akili, si ndio? Kazi yake kila siku ni kututoa akili humu ndani. Ngoja nimuoneshe. Wewe, hebu geuka huko. Okay. Sasa Mdoli ameamua asilazie damu ili swala. Baada ya Kizibo kujichetua. Kizibo kajichetua. Mdoli hajachetuka basi amejichetua na amechetulika ye mwenyewe. I say. Kizibo ameingia kwenye 18 za Mdoli. Mdoli amempiga bao moja la nguvu la kumfanya aache utoto, aache ujinga, aache upuuzi. Kiukweli mimi kama mchambuzi wa tamthilia Binti Yangu, Mdoli amezingua, Kizibo kazingua sana. Lakini Mdoli ameamua sasa kuendelea kukaa katika nafasi yake sasa. Sasa hapa ndipo tunaona sura ya Mdoli sasa. Mama mwenye nyumba, binti mwenye busara, mke mwema, mke mwenye busara ambaye anajenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Watu wa vitabu vya dini mnanielewa, nadhani mnaungana mkono na mimi kwamba mwanamke mwenye busara mmoja wapo kati aliyotajwa kwenye Biblia, basi Mdoli ni mmoja kati ya wanawake wenye busara wanaoweza kujenga nyumba zao kwa mikono yao wenyewe. Sasa alichokifanya Mdoli kwa Kizibo tumekiona, kampiga kibao kimoja. Tuone sasa majibu ya Kizibo kwa Mdoli yatakuwaje. Maana ameshtuka, na mwenyewe ameona kabisa hapa mchezo wangu umefika mwisho, nilishafeli. Sasa amefeli kweli au kuna mbinu badala ya hapo, au wataanza kupigana humo ndani? Sasa hebu tuendelee kufuatilia kwa karibu nini kitatokea hapo, lakini usisahau kusubscribe. Please don't forget to subscribe our channel. Please click the word below of the video ambayo imeandikwa subscribe. Gusa hilo neno. Lakini tuangalie Kizibo anafanya nini hapo. Kizibo, unajua nini? Toka nikujie kwenye maisha yangu, nimejifunza vitu vipi. Kitu cha kwanza ulichonifundisha, roho nzuri sio sifa. Na kitu cha pili nilichojifunza kutoka kwako, wema ukizidi ni dhambi. Kwa hiyo yote kujifanya moyo na nini, kumbe ilikuwa ni plani yako urudi humu ndani. Si ndio? Ulikuwa unafikiria nini labda? Kwamba mimi naweza kuwa kichaa kweli kweli au? Na kuhurumia mwaya. Unajua nini Mdoli? Wewe shida yako ni moja tu. Unajifanyaga una moyo wa malaika wakati wewe ni binadamu kama mimi. Mshenzi mkubwa wewe. Sikia wewe binti, siwezi kukuacha ukaribu kazi yangu kiurahisi.
Sasa tumeshaona, hebu tulia hivyo hivyo ndugu mtazamaji, tulia hivyo hivyo. Tumeshaona ili shetani lililoingia ndani ya nyumba ya baba Karobo limeanza kutenda kazi sasa. Ili shetani limeanza kutenda kazi. Sasa tunaendelea kufuatilia uchambuzi huu wa Binti Yangu Series, filamu bora zaidi. Inakoelekea huku ni kutamu sana. Endelea kusubscribe. Hapo chini kuna maandishi yameandikwa subscribe. Usome maandishi kwa ajili ya kuendelea kupokea reviews zingine tofauti tofauti, lakini kuna tamthilia mpya inaendelea kutengenezwa, itaachiwa hapa. Kwa hiyo endelea kwa karibu na sisi kwa ajili ya kupokea hiyo tamthilia. Lakini ukiwa umetulia hapo hapo kujua baada Mdoli kutupiwa hicho kimbora, huo uchawi aliotupiwa unamletea madhara gani? Je, mimba itatoka? Je, atapoteza fahamu na kusahau kile ambacho amekiona kwa kizibo? Sasa ukiendelea kusubiri hivyo, nataka nione maoni yako hapo chini. Wewe shabiki yetu mpendwa, tunakupenda. I love you so much. All our fans, I love you, and our teams, we love you all. We love you so much, and God bless you. Sasa napenda nione comment hapo chini. Unatufuatilia ukiwa wapi? Unafuatilia series ya Binti Yangu ukiwa wapi? Kakamega, Eldoret, Dar es Salaam, Mwanza, Rwanda, Uganda, Kongo, Kinshasa, uko Ilani huko, au wewe ni uko Israeli au uko Marekani? Tupe maoni yako hapo chini. Unafuatilia ukiwa wapi? Sasa angalia ambacho kitatokea hapo. Angalia kitakachotokea kwa makini. Angalia wewe mwenyewe, alafu Avieta ya Leonbet. Wakulu, kiaga chenye wakulu. Kiase, naona mmetingwa na kuchanganyikiwa sana. Giza nene limetanda kwenye kila kona zenu. Nyumba ya Mdoli na giza nene sana. Kuna nguvu ya ajabu zinatawala lile eneo. Kuna mtu ameingia, ana uwezo mkubwa sana. Sasa tunamsaidiaje Mdoli na baba Karobo kwa sasa? Ilo giza sio kwenu, hata kwetu lipo. Lakini mnatakiwa kujua kuwa vita ni kali sana. Fanyeni kwa uwezo wenu, ingawa inaweza kuwa hatari sana kati yenu. Na tutawezaje ikiwa wewe mwenyewe mkuu huoni kitu? Je, tutafanyaje ikiwa ni hatari kati yetu? Msisahau kuwa ninyi ni watu wa amani tu, na ni watu wa kusaidia watu kuondoa maovu. Hivyo hampaswi kuogopa. Tunahitaji nguvu za ziada kwa sasa. Nguvu ya ziada ni nyinyi kuunganisha nguvu zenu. Hakuna kitu kingine hapo. Mambo ni mambo. Nguvu iliyopo inaonekana ni kubwa sana. Giza ni nene, nguvu ni kubwa ya kutisha. Kiapo cha damu kimekuja kuleta utisho hata kwa Kisoda, hata kwa mkuu wa Kisoda, naye ameona kuna kitu kizito. Inaonyesha kabisa Kisoda peke yake hawezi kupambana hii vita. Mkuu wao anasema waungane, ndipo watakuwa na uwezo wa kupambana na hilo giza. Hilo giza ni nani? Hilo giza ni Kizibo. Ndugu mtazamaji, hilo giza ni Kizibo. Kizibo amekuja kwa namna nyingine. Ningekuwa mimi DJ Mark ningesema acheche anakuja sasa. Kizibo anakuja sasa. Lakini kwa kuwa mimi natoa tu chambuzi wa kawaida, nasema Kizibo ni shetani aliyekuja. Tena shetani wa kubusti. Shetani wa kubusti. Yaani ni shetani original afu ameboostiwa. Sasa wanakoelekea hawa watu huko mbele ni kubaya zaidi. Ni kubaya na ni hatari sana sana sana. Kwa hiyo ndio kwa karibu nasi, fuatilia kwa karibu zaidi nini kitajiri.